Hello there. Karibu tena kwenye kipindi kingine cha Fungua Neno. Hapa kwenye Fungua Neno tunakuja pamoja, tunalifungua neno la Mungu, tunajifunza kutoka kwenye hili neno la Mungu, tukiamini kabisa kwamba neno la Mungu ndilo ambalo linatutakasa ili tufanane na Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu anasema kwenye ile Injili ya Yohana 17 anasema kwamba watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Tunaamini kwamba hili neno ni kweli na hili neno lina uwezo wa kututakasa. Hivyo basi, chukua Biblia yako, tufungue kwenye waraka wa Paulo kwa Philemon. Tumeangalia mstari wa kwanza na mstari wa pili. Tunaiangalia sasa hivi mstari wa tatu, hii salamu ambayo anaimalizia Paulo. Kwenye mstari wa kwanza alijitambulisha kwamba yeye yuko na Timotheo, wako huko gerezani huko Rumi, wako wanamwandikia huyu bwana Philemon pamoja na huyu dada Apia pamoja na Archippus. Akawaita majina kadhaa ambayo yalikuwa yanatuashiria kwetu kwamba hawa ni watu ambao ni waumini, hawa ni watu ambao ni wafanyakazi ya Mungu, hawa ni watu ambao ni wanajeshi ni wanajeshi katika hili jeshi la Yesu Kristo. Kwa hiyo salamu ambayo anawaachia anasema, grace to you and peace from God. Grace to you and peace from God. Hii ni salamu ambayo ilikuwa very popular wakati huo. Na utakumbuka kama ulipitia ile series ya Wakolosai, utaona jinsi ambavyo Paulo kwenye mstari wa kwanza na wa pili pale anatumia hii salamu tena, anasema grace and peace. Haya ni maneno mawili ambayo Paulo anayatumia sana. Kwa nini? Kwa sababu Injili, ukielewa Injili vizuri, utaona hivi vitu viwili. Utaona neema na utaona amani. Utaona neema, utaona amani. Hivi ni vitu viwili ambavyo vipo katika Injili. Paulo akiwa anaandikia Waefeso anawaambia kwamba ni kwa neema kwamba mmeokoka kupitia njia ya imani katika Kristo. Kwamba wokovu wetu hatuupati kwa sababu tumejitahidi kufanya na kutenda kazi. Wokovu wetu hauji kwa sababu tumejitahidi sana kuwa ni members wazuri wa kanisani au tunatenda matendo mema. Hapana. Wokovu wetu sisi kwa sababu tulikuwa ni wafu katika dhambi, tulikuwa tumekufa katika dhambi zetu. Tulikuwa ni Biblia inatuita children of wrath, kwamba kitu pekee ambacho tulikuwa tunastahili, kama tungepata kile ambacho tulikuwa tunakistahili, tulikuwa tunastahili ghadhabu ya Mungu kutushukia na kutuangamiza. Lakini kwa sababu Mungu ni mwingi wa rehema, kwa sababu ya upendo wake mkuu aliotupenda, akatufufua kutoka wafu, akatuketisha pamoja na Kristo kule juu kwenye the heavenly places. Hicho ndicho ambacho Mungu alifanya. Kwa hiyo huu wokovu ambao tumeupata hatujauhangaikia, hatujaupigania. Sisi si Wakristo kwa sababu tumezaliwa kwenye familia za Kikristo. Sisi si Wakristo kwa sababu tumejitahidi kutenda matendo mema au kwa sababu tunasali sana au tunasoma sana Biblia. Hapana. Sisi ni Wakristo kwa sababu ya neema na rehema za Mungu. Hicho ndicho ambacho kimetufanya kwa Wakristo. Ni kwa sababu ya rehema zake, sio kwa sababu ya utu wetu au bidii zetu. Hichi ndicho ambacho Paulo anacommunicate kila wakati akiisema hii salamu. Neema anasema na amani kutoka kwa Mungu. Hii amani ni nini? Amani hii anaieleza kwenye ile Warumi 5. Anasema kwamba kwa sababu tumehesabiwa haki kupitia imani, basi tuna amani na Mungu. Kitu cha kuelewa ni kwamba kabla ya sisi ya mtu kuwa Mkristo, kabla ya mtu kumwamini, kabla ya mtu kutubu na kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, yeye mtu ni adui wa Mungu. Sijui wewe kwenye dini gani, sijui unaamini nini, sijui hata kama umejiita Mkristo kumbe hata bado hujamwamini Kristo. Lakini kama uko kwenye sehemu hiyo, tambua ya kwamba wewe ni adui wa Mungu. Mungu anasema yule wicked fool, mpumbavu, anasema moyoni mwake kwamba hakuna Mungu. Mungu anaangalia kutoka mbinguni, anaangalia is there anyone with insight? Anaona kwamba wote tumeanguka, wote tumetenda dhambi. Kwa hiyo ni kwa neema yake tu. Lakini hiyo neema yake ndiyo ambayo inatupa wokovu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo, kwa namna ambavyo nguvu ya Roho Mtakatifu inatenda kazi kwenye mioyo yetu kutufufua kutoka wafu ili tufanyike kuwa watu wenye amani na Mungu. Na Nabii Isaya anaandika, anasema kwamba ni dhambi zetu ndizo ambazo zimefanya kuwepo na utenganisho, hii vita baina ya Mungu na sisi, na namna pekee ya kumjia Mungu ni kupitia Yesu Kristo.
kukuamini kwamba yeye alikuja kweli akaishi maisha matakatifu, akafa kile kifo kibaya kichafu cha aibu cha mtenda dhambi, lakini Mungu akamfufua siku ya tatu, kuipokea kifo chake kama dhabihu, kupokea kifo chake kama sacrifice kwa ajili yetu sisi. Na wote watakaomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, basi wanafanyika kuwa na hii amani na Mungu. Ndicho ambacho Paulo anasema hapa kwenye salamu yake, neema kwenu nyinyi na amani kutoka kwa Bwana. Nikuulize mtazamaji ambaye unanisikiliza sasa hivi, je, umeipokea hii neema? Umepokea neema ya wokovu? Je, unayo hii amani kutoka kwa Mungu? Wewe na Mungu ni marafiki au wewe na Mungu ni maadui? Wewe ni mwana wa Mungu au wewe ni adui wa Mungu? Tafakari hicho kitu. Alafu kama upo kwenye sehemu ya kwamba wewe una amani na neema hii kutoka kwa Mungu, wewe mtukuze Mungu, umsifu, umwabudu, umshukuru kwa ajili ya hii neema yake. Lakini kama uko upande ule wa pili, ambapo wewe bado ni adui wa Mungu, ambapo wewe bado umekufa kwenye dhambi zako, ambapo wewe bado umefanyika kuwa kipofu, sikia sauti ya Mungu leo. Weka imani yako katika Kristo ili upate uzima wa milele, ufanyike kuwa ni mwana wa Mungu. Amen.